I want you to confess, say, this is my year of increase. My faith is increasing. My finances are increasing. League Paper Church, we are increasing. And God is my source. Say amen. Find out from your neighbor how the week has been. Say how the week has been. Has God spoken to him? Was he able to see vision? You see, a time, the Bible says that the time in Israel, visions were rare. The word of God was rare. And the man of God akaanza kuwa deep. And see, I'm praying that each one of us, may you begin to see vision in every day of your life. Praise the Lord. You know, God is omnipresent, omniscient, all-knowing. He knows everything that can happen, but sometimes he needs our input, and that's why we engage in prayer. So through prayer, that you can see vision of something that is about to happen, and you travail, you like a watchman. You travail in prayer until that thing cannot happen. Praise the Lord. The Bible says that in Acts, that when Herod had killed, he killed who first? James, and he was happy about it. And he went ahead planning to kill who? Peter. But the church travailed in prayer, and God sent his angels. Hallelujah. And I'm praying that every one of us, as we are travailing in prayer, that which that the enemy has purposed to do over your children, to do over your family, it will not happen in the name of Jesus. I say it will not happen in the name of Jesus. And so it is important for people to be able to see vision. You cannot see vision while you are too busy for God. You are too busy not to have a time to pray. And you see, we don't pray to convince God. We just pray to align in the will of God. And so you don't stay at the place of prayer. Don't stay at the place of fellowship. You don't get aligned to the will of God. For them that have other friends or people that in ambao wako close and they are in power, sometimes they may have opportunity, but kwa sababu hawana ile relationship na wewe, unasikia unakuambia kulikuwa na hii kazi hapa hata sikujua, ungekuwa unanisalimia yako bwana, pengine ningekumbuka. Have you heard somebody say that? It means that hiyo kazi si ati ungekosa, hapana, kwa sababu tu umekosa kuwa na ile relationship with that man, maybe akakusahau. I pray may that opportunity that God has set for you never miss you. I say may that opportunity never miss you. Hallelujah. And I've seen God doing that. Sometimes you charge in prayer, and when you finish praying, you see a door that has opened. You see opportunities being revealed. And that's why I say these years we are looking at the year of increase, that opportunities are going to come here in Vihiga County. And those people doing businesses, those people doing what? Katika TAC, wale walimu, wale madaktari, anywhere, that you will be handpicked. And you will wonder how. It's because you have aligned yourself. And this is our year of increase. If you believe, shout amen. Hallelujah. Even in this service, that as the angels of the Lord are stirring water in this service, for you coming early for this morning service, may you align to the purpose of God in this service, that God may bless your heart. God may bless your heart. Glory be to Jesus.
Today I want to teach us. In this morning service are very important to us because we learn and we are able to learn some truths from the Word of God. And this morning I want us to learn how to increase in what we do. How to increase in what we do. This is our year of increase. And that is how you have to increase in what you are doing. Glory be to Jesus. I've been studying the book of Proverbs, but I'm not able to finish. I've just been reading in my morning devotions. I've been reading the book of Proverbs and it's been blessing my heart. I charge every man and everybody here to purpose to read that book of Proverbs, and I'm assuring you the Lord is going to bless you. Hallelujah. In Proverbs chapter number 27, we read from verse 23 to 27. I'm not able to preach the whole 4 verses. Maybe this morning I'll teach on the first verse number 23, so that we're able to see what the Lord has for us. Praise the Lord. In Proverbs 27, verse number 23, the Bible says that Proverbs 27, verse 23, know well the condition of your flocks and give attention. Okay, let's read on the screen. So that, be sure you know the condition of your words, your flocks. So underline flocks, and give careful attention to your herds. So there are 2 words there. Na maneno mawili pale that I want us we look at. Flocks and herds. Praise the Lord. Methali or Proverbs was written more than 3,000 years ago. Are we together, church? It was written more than 3,000 years ago. And so, when you are reading the Bible, it is important for you to be able to bring the Bible in the current generation. In those times, katika nyakati hizo za Methali ilipokuwa inaandikwa, watu walikuwa wanapimwa. The wealth of people was measured with flocks and herds. Are we together, church? Somebody could be called or could be known as a wealthy man by the number of flocks and the number of herds that person has. So mtu angejulikana kwamba huyu mtu ako na rasilimali ama mtu huyu ni tajiri kulingana na flocks that person has, or the what? The herds. And so if we come in this generation, of course you see somebody can measure by the wealthy by how much plots, lands, magari yako nayo, isn't so? And so mtu kulingana na vile anapata pesa. And so unaona kwamba in the Bible here, flocks and herds is what we have to make us productive. What we have, the flocks and the herds, it is what we have to make us what? Productive. Each one of us, kila mmoja wetu ako na kitu ambacho kinamfanya anakuwa productive. Hallelujah. So the flocks, it is what we have to make us productive. And in this case, tunapozungumzia kwamba be sure to know the condition of your flocks and give careful attention to your herds.
tunaangalia mambo haya mawili, the flocks and herds. Na nasema kwamba flocks is what we have. What we have to make us what? Productive. Each one of us, we have to be productive. Praise the Lord. We have to be what? Productive. It is dangerous when you are not productive in this generation. And most time nimewaambia kwamba prayer is not a substitution for us to be lazy. If you hear, we tell you here, pray that God will just bring money and we don't tell you to work, we are lying. God blesses the work of our what? Of our hands. And the Bible has taught us, not once but twice, Paul writes and says that if anyone among you that is not following our teachings, what was the teaching that Paul was in the church? That people to work with their hands. And I said that person should be chased out of the fellowship. Praise the living God. So this morning, come on, tell your neighbor, be productive. Hallelujah. You have to be what? Productive. And so, when Proverbs and Anika that be sure you know the condition of your flocks, give careful attention to your what? To your hearts. It is what we have to make us productive. And in this place is our vocation. Our vocation, number one, it's our vocation. Our vocation is what we do. Kile ambacho tunafanya. And each one of us here, there is something he does. When we are done today in the service, kuna wale wataenda kwa biashara, kuna wale Monday wataenda kazi. What do we do? And that's why we are praying that for them that they don't have what they are doing, may the Lord open your eyes that you may know what you're supposed to do. Glory be to Jesus. Are we together? We are not a church that encourages people to pray from Monday to Monday and they will find the bread on the table. You have to have what you do at. Do it. Na ndio maana kwa kile kichache ambacho unafanya, God can multiply it. God can increase it. God can release wisdom. You are able to sleep and God gives you a vision what to do in that business and it multiplies. Hallelujah. Are you getting that? Mungu akona uwezo wa kukupea maono katika biashara yako. Mungu akona uwezo wa kupatia skill katika mahali pako pa kazi. Unapata kwamba that thing multiplies. And so first of all, you have to have a vocation, what you do. I'm being reminded, Jacob, when he was taking care of his uncle's cows, goats, in later time that they made an agreement with his father, with his uncle Laban, that ikiwa hizi ng'ombe, hizi kondoo zitazaa wale ambao wako na nini? Madoadoa, zitakuwa za, na ikiwa itazaa. And you see, when they had made that agreement, he goes and God gives him a vision. Kaambia every time ya kwamba hawa, because alikuwa pale, alikuwa anazichunga. Alikuwa anafanya nini? Unasikia maandiko yanasema pay attention, alikuwa anazichunga. So kwa kuzichunga, Mungu every time suppose anataka kukua, ile times anataka unasema nini? Committing, yes. Praise the living God. Unachukua kiboko, and you see that's not haitaji mtu mzembe. Haitaji mtu yanaweka pale maji, chakula na anafanya nini? Inahitaji somebody that is very careful in what he's doing. And in this service, I want to charge us that all of us in our vocation, in what we are doing, we have to be very careful and attentive in it. And you are able to see Mungu akabariki Jacob, and ng'ombe zikakuwa mingi, akakuwa na wanyama wengi mpaka hata Laban akashangaa. I pray this morning, all of us in what we are doing,
May we increase in the name of Jesus. Hallelujah. May we increase in the name of what? And so, katika hapo, we see also there is our occupation. There is what we do, but there is also our occupation, our company. In these our companies that where we are working. Kuna watu hapa ambao wameandikwa kazi wanafanyia watu kwa duka, si kweli? Kuna watu wameandikwa na TSC, kuna wale ambao ni lecturer, kuna wale ambao ni wafanyabiashara. Now, this what inasumbua watu wengi. Some of us pale tunafanya kazi, we don't take it so serious. Have you ever gone mahali kwa duka, unapata jamaa hiyo duka ameandikwa kazi ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameandikwa na ukienda pale kununua na kuambia, oh, hiyo watakuzia bei. Nini, usinunue hapa. Kuja nitakuonyesha pale wa. Na mshahara wake inatoka wapi? Wanapewa sifa. And so you find that these people, they are so careless. Wewe ulikuwa CMC, siku hizi ilifungwa, si ndio? But unajua kuna watu ambao walikuwa wanafanya kazi pale CMC, wakipeleka gari wanaambia mtu, kuja nenda nikutengelezee hii gari atachipa pe. Siku hizi ilifungwa, wakapoteza kazi. And this morning I want us to know that any place that we are working, our company, a place that we are getting our salary, we have to take very serious. We have to take what? Very serious. Unajua katika kizazi cha saa hizi sasa, watu hawachukulii kazi yao maanani. Unapata mtu ameandikwa kazi kama sister yetu Rani, sister yetu Jen. Can I use an example? Uko na shule na wanafunzi, wale wanafunzi ndio employ. Sasa inafaa you take good care of them. Kwa sababu wakitoka kwa hiyo shule inafaa nini? What happens to some of us? Badala ujue kwamba hao ndio customer wako, una just mishandle. Mtu uko kwa duka, watu wamekuja kununua, badala waongeleshe na ukarimu na upendo. It is your company. But what do? Kama unataka kununua si ununue, kama hutaki usifanye nini? Then what happens to that business? Anguka chini. Looks and hard. And so katika hapa unaona kwamba there is our company where we work. And all of us, we have a place where we work. As a pastor, when I come here, when I see people coming, I have to minister to you with a lot of grace. It's not a time kuambia watu kama hutaki sikwenda tata kanisa ingine. Praise the living God. And all of us, we have to take life very serious, especially at where we are working. Because for us to increase, for people to come and multiply, that professions ambao mko hapa walimu, when we are ministering to young people, when we are doing our work, let's work because we know that there is where we get our salary. Mtu yote ambaye anakulipa mshahara inafaa umuombe maombi kila siku asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utikisha mtu mwambie mkweli anakulipa mshahara, unamuombea maombi kila siku asubuhi. Wengine unaambia na kama hataki kunilipa si after. Kwani yeye ni Mungu? Come on, everybody that is paying you. Na unasikia hii ni hekima. Suleimani anaandika, anasema be sure you know the condition of your flocks. There is another translation. This is New King James Version. Give me New King James Version. Give me New King James Version.
in the New King James Version. Can we read together? Inasema nini? Be diligent to what? To know the state of your flocks and attend to your what? Now, anasema be diligent. Niliwaambia another time when we are preparing for increase, we have to work with excellence. And this morning, my focus is, we are focusing on the flocks and herds. Somebody say flocks. And what? And we are saying flocks and herds is what we are doing. What we are doing. What you have to make, what has to make us productive. And in this place, we are looking at our vocation, what we do. We are looking at our company, where we work. And all of us, there is a place we are doing what? Working. Na nilisikia mtu akisema mahali, I heard somebody saying that the worst people to employ as Christian. Huh? They are what? Is it true? Somebody is saying yes, even you are sitting here saying yes. Is it? I told you sometimes, nimewambia last Sunday, there are people here I cannot employ them. So nitawafuta. Because we are not paying attention at our flock and heart. And so this morning, mahali ambapo umeandikwa, ule mtu ambaye amekuandika, hata kama hiyo mshahara ni kidogo, ni heri kidogo kuliko kutokuwa naye. Bwana asifiwe sana. Maana niliwaambia one of our things that we need to do this year, Mungu anafaa kusaidia to know how you have to do something at the place of your employment. Uhakikishe kwamba in your career una advance. Kama unaendesha bodaboda, kama unauza vitu ni mboga, do it with some excellence that you can, people when they look at it, they say, this man is serious what we are doing. The Bible says that the children of this world, wana walimwengu wametushinda na hekima, that one has to come to an end. As Vihiga Paper Church. And you see, when I'm speaking to you, the primary congregation is you people that are here. Forget about the people that are online. The primary congregation ni nyinyi mko. So I'm ministering first to you people here. And nawaomba ya kwamba jinsi maandiko inasema ya kwamba we pay attention to our flock. And so of course, after that we see in that we also have the reputation. How others see us, our reputation at the place of job. And so as a believer, there is something that you need to understand. Your reputation, it really matters katika mahali pako pa kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Your what? Reputation. Sisi sio watu ambao wakufanya tu kazi, watu wakipiga madili za kuibia mdosi na wewe pia uko hapo unapiga dili ya kufanya nini? Alafu ndio unataka waambie wapendwa wakuje kanisa, ndio maana watu wakufuati kwa kanisa. Kiambia tuende kwa kanisa yetu, unasema kumbe unaenda kanisa? Oh, nitakufuata siku moja. But when you are telling him that, he remembers. Wakati tulikuwa tunapiga vitu vya deal za kuibia mdosi, wewe ndio ulikuwa unamwambia pa kupitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Are we together, children of God? And so our reputation, we have the Bible says in Matthew that let our light shine. The Bible says that we are the salt of the world. Na kwa hivyo our reputation matters so much at the place of work, in what we are doing. Haujaona watu wameenda retreat ya kazi na wanajisahau. Wanajisahau hao ni Wakristo. Wanapewe sifa. Na kwa hivyo mwandika Zaburi anasema kwamba we pay attention.
Hallelujah. In the church, utajiri are not forever. Riches are not forever. And the crown does not last. When you read the next verse, look at verse number 24. The Bible is very good when you go in line by line. For riches are not what? Hallelujah. Somebody say riches are not forever. Riches are not what? Nor does a crown endure to all what? Yona mwingine akisema live long live the what? The crown. Medali is very powerful, you know. You see, but before we go there, what should we do with our flocks and herds? Number one, we need to do with our flocks and herds, it is we should know their status. We should know their states. The flocks and the herds, tumesema, it's what we do. We have said it is our place of work, our reputation. So what do? We have to know the state. And this we have to notice, we have to listen, we have to learn. Lazima. The previous verse 23, inasema pay attention. You have to know. Sheria ya TSC inasema nini, Pastor Howard? You have to know very careful. Na usitoke tu huko kwa sababu tunasema tunaenda kwa maombi, sile sikarini wewe ukose kuomba ruhusa na useme nimeenda kwa maombi. Alafu unakuja unatuambia hapa vita zimeanza kuinuka mahali pa kazi. Editor wangu ameanza kukua, ameanza kunipiga vita. Come on. You have to pay attention. And most of believers tunapenda kutuma maombi. Wapendwa, mneke kwa maombi. Mwalimu wangu ameanza kunipiga vita. Huyo mwalimu naona ako na uchawi. And you see the African in us. Somebody say the African in us. Unajua hata saa hizi tu bati pile tu saa hizi kwa hii kanisa na mnaipap. Ilinyanya, si mnajua bati. Unajua ndio utaanza kusema pepo imeinuka. Pepo imefanya nini? The African in was a living God. Ama tu, you know, I was somewhere, it was recently, and kadudu kakaangukia somebody. Na akasema, you know, hizi maduni naziongeleshanga. Mimi naonanga ni mtu amezituma, hii ni pepo imetuma. Fire. And kanisa Bwana Yesu asifiwe sana. Are we together, children of God? Have you not heard watu waliona mahali si vitu watu wakasema ni uchawi? And the African as we are so spiritism. I'm not saying I'm not spiritual, but okay, kuna uchawi, kuna nini? So there are possibility ya kwamba ukweli uchawi na ushirikina huu wanaweza usikie sana. But listen, when the Bible says we pay attention to our flock, it is this, that anytime you are working at a place, kuna watu ambao wanafanya kazi mahali na wamedharau uongozi wa mahali pale, hawataki kujua mdozi anataka nini fanyike. Praise the living God. Nini nafaa ifanywe? So kazi yao ni kusema pepo imeinuka. Wanaweza usifiwe sana. Hallelujah. Angalia jirani yako mwambie wacha kuita pepo pale hakuna pepo. Pale hakuna. Kama kwa kazi unafaa uombe ruhusa ndio utoke, fanya nini? Omba ruhusa. Wacha kutuita kutoka kwa intercession hapa, mnieke kwa maombi. Kuna vita zimeinuka mahali paka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama una vitu unafaa ufanye at the place of, just do them. And when you are doing them, the Lord will bless you. Are we together, children of God? And you see, you have to notice, you have to listen. You have to listen to your boss. You have to learn. Ni kitu gani ambacho hapa kwa kazi, bosi afanye nini?
hapendi, kwa sababu it is our place of job. And another thing, we have to attend to them. Unasikia unasema and attend to your hearts, attend to them. Nimewapea good example ya Jacob, he attends to them. And believers wa Kristo wa kanisa hili, na waomba kwa jina la Yesu Kristo, tuache kukuwa watu ambao tunaweka mambo mengi na kuwa ni kiroho. Saa ya kazi fanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimewaambia most of the time hapa, nikikuandika kwangu, nimekuambia ndugu Teddy, nimekuandika kazi Monday, kuja ufanye ukuje ufanye nini? Usikuje umechelewa alafu unaniambia Reverend kote tuombe kwanza. My friend, hapo maombi kwanza tu hapo. Umechelewa, kwa nini umechelewa? Tena ukicheza na kurudisha nyumbani na niandike mtu mwingine, and I'm still born again. So what do we do? Na nini mgumu kufanyia kazi? Ndio nasikia watu wanasema kwa kanisa, kufanyia pastor ni mgumu. Sio mgumu. Ninyi mnataka kuchanganya vitu mbili, kazi na ushirika. Kama ni saa ya ushirika ni saa ya nini? Kama ni saa ya kazi ni saa ya nini? Praise the living God. Tell your neighbor, attend to your hearts. Sister Jackie, nikikuletea biashara, nimekwambia fanyie hii nguo nitachukua siku fulani. Nikifunga usiniambie unajua tumekuwa kwa ushirika. Usiniambie mambo ya ushirika. Ukikuja kupima gate pale kwangu na mlango, na nikwambie hii mlango itakuwa tayari siku fulani, usikuje pale na unaanza kuambia unajua tumekuwa kwa maombi ya fasting, unajua nimekuwa nikitembelea watu. Come on. That one, it is nonsense. Watu wa Mungu mnanipata? Mnanipata? Kitu kingine kwa tuna shida. Kama nimechukua pesa yako Pastor Amesa, nilichukua kwa kuku kwako nikakwambia nitakulipa si nililipa on time. Hakuna mambo ya unajua brother, Bwana asifiwe. Na hii ndio inafanya watu nasema kwamba watu wagumu wa kufanya nao kazi ni wa Kristo. Inaomba hiyo pepo isiwe mfululizo. Na watu kama una feelings, peleka huko feelings zako. Wewe fanya kazi. Kama umepewa kazi, kama umeshindwa, enda nyumbani uandike mtu mwingine. Praise the Lord. I'm looking for a time that someone will have a company and employ people here and they work diligently. I'm looking for a time that I can open up a business and the first people to consider ni watu wa kanisa. Lakini angalia kwa mababa zetu mkiwa na kibarua. Angalia tu, ulize jirani yako unaitanga watu gani wafanye kazi. Hallelujah. I'm saying be diligent to know the state of your flock and attend to your what? Some of us, we don't want to attend to our hearts. And this is our here to increase in what we doing. Ukiitwa mahali uchape kazi, chapa kazi mpaka mtu aseme peeni fulani kazi nyingine. Yeah, I don't like working with the people that don't know wafanyi kazi. Na unakuitaka kazi mara ya kwanza, mara ya pili na kuambia fanya nini? And I can be patient with you. By the way, if there is something I'm grace with, I can be patient. Pesa kuwa kama kuna kitu nilipewa ni hiyo. Lakini wakati hiyo patience imetoka, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati hiyo patience imefanya nini? Imetoka. Ndio hivyo imekuanga. Wakati wa neema imefanya nini? Imeisha. I'm charging us to pay attention to what we are doing. Bwana Yesu apewe sifa. And so you go and listen to. Hii mambo kwanza tukikuja kwa sasa tumkisikia mtu anasema mnieke kwa maombi, vita zinainuka mahali pa kazi, before muanze shakala bakaraba tunaomba huyo ondoa kwa ofisi, unasema kwamba utaondoa, mnapaka mnasomea mdosi Zaburi. Ulize huyo mtu, nini nafanya vita zimeinuka? Building assignments pale kwa kazi. Wengine hapo wamfanyi zile za shule mletaje Pastor Howard. Schemes of work. I will make schemes of what?
Na ni unataka kuongoza watu kwa maombi kwa staff. Utaongoza wakina nani? Hallelujah. Brethren, praise the Lord. Are you getting what I'm saying? Kwa chama ukipata pesa unaingia mitini. Ndio unataka kuambia watu wakuje kwa kanisa. Inataka watu wakuje kwa kanisa kwa sababu they have seen the God you are serving. Hallelujah. And that's why I've said, and I'll repeat because my time is done and I want us we get to the next service. What should we do with our flocks? We have to know them. We have to know their states. Are we together? And we have to attend to them. Be always to serve. For them that are here, umepewa kazi katika kanisa ya kufanya kazi, pengine wewe ni in charge of worship, just attend to that. The Bible says, have you seen a man that is diligent in his work? He will sit with what? Kings. Have you seen a man that is diligent in his work? The Bible says the race is not for the swift, but chances and time, it happens to us what? All. By the way, kuna pesa hii viga. Kuna pesa hii viga. Kuna nini? Shida ni kwamba wengi wenu, you have nothing that you are doing to attract that money. And whatever you are doing, you are not paying attention to it. You are not doing what? Pay attention to it. Kuna pesa hii viga. Na opportunity ziko mingi sana. Wanapewe sifa. Mkifikiria ni uongo, enda do your research. Amka Monday uende usome kwa ile godown ya Wahindi pale chini. Kama hiyo iko unaona iko karibu sana, enda kwa ile ambale pale. You know pale Chango ukienda nini? Utapata every week trailers ziko pale, trailer 4 zinataka kuangusha hiyo mali na ujiwanga watu wengi wapiga ama watu wapiga hapa. Si watu wapiga hapa. Sasa pesa ziko hivi viga. You are not paying, we are not paying attention. The things that tuko tu pale, Bwana fungua milango. Ushaomba Bwana fungua milango. Wewe pia enda ufanye kazi na mikono yako. Now, why should we take care of our flocks? I've said the flocks are what? What we do. Are we together? Flocks are where we work. And why should we take care of our flocks? Why should we take care of our flocks? You see, verse 24, it's very clear. Most of us, you see, we have a problem. And this is a problem in our generation. I'm finishing up. Verse 24, what does the Bible say? It says what? For riches are not for what? Most of us, what we are doing, ukiandikwa kazi kile unaangalia ni pesa, lakini you're not looking at the work. What you're looking at is what? Money. What you're looking at is money. We are a money oriented. What is pushing us? It is money. Sasa Reverend, mbocha kubukira ni sendi. Yeah, it is true. But the truth of the matter is this, that money can be easily wasted. Pesa inaweza potea. Walezo siwe sana. Pesa inaweza ondoka na iende. Crowns, positions, and privilege are not enduring. And most of us, what we are looking for money and positions. But we have first of all to angalia what is called service delivery. Touching the lives of people. When you begin to touch the lives of people, you endure, you realize ya kwamba unapata kile kinaitwa kwamba kutosheka katika maisha. Ndio maana sasa hivi kile tunatafuta ni pesa. We are looking after money. You will do everything to get money.
Sukari unataka kupima kidogo, sio ya kutosha, kilo unafinya kidogo upate nini? And so pesa, maandiko nasema kwamba atumiaye ukora kupata vitu, hizo vitu pia hutoka namna hiyo. So any money ambayo inakuja kwa njia ya haraka haraka, njia ya ukora inapoteanga. Na ndio maana you will see thieves, they will steal today, get even millions of money, but they go and misuse the money because they think tomorrow wataenda waibe tena wapate nini? Pesa. Ndio unaona mwandika Biblia anasema for riches are not forever. Bwana pewe sifa. For riches are not what? And mimi nimeandika watu. Nimeandika especially mafundi ni watu wengine tricky sana. Nimeandika I've worked with the people. And I can tell you there are people hawapendi kazi yao, wanapenda tu pesa. Come on, look at your neighbor. Uliza jirani yako, unapenda kazi yako au unapenda pesa? Tunapenda yote. Pastor Howard, umesema unapenda nini? Unapenda kazi na pesa. Basi watu wanasema utamu wa kazi ni utamu wa kazi ni nini? Na kuna you see you have to love your work. And when you begin to love your work, have you seen katika wale ambao mko kwa media, mshaona mwalimu tu ako pale kwa class anapenda watoto, kwa zingine anashonea watoto nguo, and then over sudden mnasikia mwalimu watu wame notice his good work, wanamfanyia kati na yani anaomoka, hata angelipwa na TSC the whole years hawezi pata hiyo pesa. So this is the difference between the love of money and the love of your career. So what should you love? You should love your work. I'm charging us by the grace of God. Are you working? Are you a tailor? Are you a fundi? Are you a teacher? Are you a business person? Love your work more than money. Are you doing mambo ya ushaiona mtu wa hospitali au karibu kukufa, ananiambia tafadhali natafuta pesa. Anakuambia tafuta pesa kwanza ndio ufanye nini? And then somebody finally does what? Somebody dies. I've seen sometimes when people do social tests. Mshaona social test ile watu wanafanyana. Kuna wale wanafanyanga social test, kuna mmoja anaitwa Dan Wema, sijui mwingine pia anaitwa nani, anaenda mahali anaambia mtu nimelala njaa, nisaidie kuleta kandizi, anamwambia toka hapa. Watoka anafukuza aenda kwa mwingine. Alafu mwingine anachukua anafanya nini? Ananunua hizo vitu zote. Buys all those things. And then from that you can able to know that sometimes it is good to love what you are doing. Praise the living God. Love what you're doing. And there is what is trending last week. Team sisi kwa sisi. Na wangapi mimi najua niko kwa team sisi kwa sisi. Natupanga hapo ka 10 bob ka 50. Unajua team hata mjui team sisi kwa sisi, unajua team sisi kwa sisi. Kwa mmoja alikuwa kitembea kutoka Nairobi mpaka wapi? Mombasa. Yaani anataka kujenga mahali ambapo atakuwa anasaidia Wakenya ambao hawezi fanya nini? Kujisaidia. Praise the Lord. So alikuwa anatembea kichanga pesa. So na unajua ukiona I was seeing the comments and the way people are loving that guy. When you love your work than money, Bwana nakubariki sana. Walimu ambao mko hapa, pendeni kazi yenu kuliko pesa. Fundisha ni kama kwamba hata kama hiyo pesa itakosa mjui matari, anaitwa matari ama nani anawalipa? Nani anawalipa siku hizi? Who is your boss? TSC, nani ndiye mbosi wewe? Mitei. Wao hivi Mitei anatulipa. Yaani paka unapelekea watoto wajue Mitei anafanya nini. Hao walipo wako hapa. Unawasikianga mali kwingine. For the living God.
when you love your work. Wewe umeandikwa kazi, unapenda tu pesa, lakini kazi yenyewe fanya nini? Sasa una mara tukifanya una mara hata ukipandia watu vitu. Umeshaona watu wanapenda pesa, ukikulimia ukipanda vitu azifanya nini? Azimeni. Watu wa Mungu Bwana asifiwe sana. Unasema fulani alinilimia last nini yako rand. Apendi, my time is done. Apendi kazi yake. Bwana pewe sifa. Money can be easily wasted. Position and privilege are not enduring. Hii position. Na unapata watu wanapenda, watu unasikia, Pastor Mesa, watu wanataka kuitwa bishop, lakini hata hawajafanya hata kanisa hata moja. Hata ni kanisa yenye wako ndani waliine. But they want to be called right reverend B. Mmurendaje ndaje kumaganisa kwa mwanange ku bishop mlanza. Because the work. Lazima kazi ifanye nini? Kazi. Wala mbona utafuta kazi katika nyumba ya Mungu. Wacha kazi watu mbona hamjaniita reverend kwa kanisa. Let the work. Njiongelee mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona mmenidharau? Watu wanakudharau kwa sababu wewe kazi yako ufanye nini? Hauipendi. Unapenda cheo. Unajua kuna jamaa wanapenda vyeo, wanapenda waitwe pastor, wanapenda waitwe reverend. Ukiwaita brother Paul, wanasikia umenihitaji. Mbona umeniita brother Paul na ujui mimi ndio reverend wa kanisa? We love our titles more than our what? Before I'm a brother in this house, praise the living God. Are we getting what I'm saying? And so we have to love our work more than our title, because crowns haziendui. Hizi vyeo zinaenda. Today niko, kesho si. Hata saizi wanaita Uhuru Muigai Kenyatta former president. There you go. Tunaona wakijaribu kutoa sifu na atakuwa akaleta shida. Wakasema X what? We are wonder. Lakini when you touch the lives of people, they can never forget about that. Wanapewe sifa. I'm praying that may we take care of our flocks. Titles are irrelevant. Lazima tujue kwamba hakuna haja uitwe apostle, doctor, wanaitwanga siku hizi inapangwa vizuri sana. Apostle, doctor, reverend, bishop. Wacha niitumie hiyo ya kanisa, hiyo ndio ina nini sana. Unataka kuitwa head of studies na subject yako watu wanashika mkia. Wanaweza sana. Unataka kuitwa jina kubwa, but you are not taking care of flock. This is what I'm praying, that we have to increase in what we are doing. Go and do. Can I finish? Let me finish this. 25. I say paka 25. So for riches that are not forever. Can we agree? Kama utajua na riches are not forever. Pesa ufanya nini? Pesa wisha. Mbele yako pesa wisha. Kuna watu mmepata pesa kidogo, mnafikiria kwamba unaweza tuma mama yako aende soko na huti. Mama zionete ndio. Ukikuja nyumbani lazima mama ati umefanya nini? Come on, with your money, your mother is still your what? Go jikoni pika. If possible. Are we together? We have to know money inaishanga. And somebody should never lie to you. Pesa ufanya nini? Huisha. Na tusiende mbali. Mnajua mwenye alikuwa former governor wa Vihiga County? Mnajua jina yake? Nienda mahali kutafuta kazi nikapata amekaa hapa na sikujua ni yeye. Amekuja kwanza na pikipiki. Yes. Anapasua not former deputy governor. Anapasua kuni. I'm not saying this kwa sababu hapana, I'm just saying
Money hufanya nini? Position huisha. Unasikia anasema aliyekuwa mtu anakuwa anafanya na kuwa head teacher mahali anatesa watu kweli kweli. Hii shule mtajua inafika wakati na retire. Hawezi kwama hapo. Anaenda nyumbani kupalilia nini? Anaitwa mzee wa mtaa. The best can be done ni kupewa saa zingine secretary wa chief kwa mtaa. You know what I'm saying? Positions and money wisha. And so we have to love kwamba kile tunafanya tufanye na moyo, kwa sababu hizi vitu wakati mwingine zinaweza ondoka na tukose kukua. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Na Mungu atusaidie sana. Verse 25 of this scripture, it says that when the hay is removed and the tender grass. Mnajua hay? Mnajua hay? Wapendwa, mnajua hay? Hay inauzwa pale Ikumba. Inauzwa wapi kwingine? Pale Chango. Ile nyazi imekauka ile inafungiwanga namna hii. Si ndio? Hiyo ndio hay. When the hay is removed and the tender grass show itself. So hay inatumikanga wakati kustore, inakuwa stored. But in future times again, grass show itself and the herbs of the mountain are gathered in. So as a person, mahali ambapo unafanya kazi, you need to get new ideas every now. You need to find out what is the best thing I can do in my profession. Ni nini naweza fanya the best? County government inahitaji nini nikaweze kufanya? You know, ni realize saizi unajua kwa county kuapply tender sio kama kitambo utangoja, hapana. Unaenda online, unaweka kila kitu online. Unaweka, I don't know if people, some of you are able to know that. I don't know. Kwa sababu unajua wengine mko hapa mnasema bwana anaenda kufanya increase mamilionea. With our salaries we will not be millionaires. We have to begin and look for tenders in this county. Tenders in these institutions. Watu msikie umewin tender ya $1,000,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utingisha jirani yako mwambie tafuta tender ya $1,000,000 ufanye. Hallelujah. Usimetaka mkue increase. Yes, you have to find out what is happening here in Vihiga County. Saizi nimeanza kusikia wataka kuanza kujenga Kidundi watu. Upana kaa pale Abdalla Onyango, mtu anakuja kujenga Kidundi. Hautaki kujua hata ni nini naweza enda nifanye pale, kwa sababu money will be there. I get what I'm saying? Money will be there. Wewe uko pale. Kubiki misara mna reverend, ili mwile vitu kwa increase. Increase won't come that way. Kwanza kujipanga strategically. Saizi kama wewe uko mtaalamu wa kupika vyakula, wewe utampeka kibanda uweke pale strategically. Wewe unakuwa unafanya pale kazi ya mjengo, uko na ready food pa. Kama unaenda kujenga in 6 months ama 1 year, you will make money. Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Wana wa dunia hii wametushinda na hekima zetu. I went for graduation in Maseno ya mtoto wa dada wetu Mary Misalo. Nikapata pale kuna jamaa anapiganga picha. Tulikuwa tunapiga picha na huyo jamaa anaitwa Muli, mnajua. So mimi nilikuwa napiga picha. I was a photographer by the way. So ni vile sasa vitu zilichange kwa industry, nikazubaa na sasa industry kafanya nini? Ikaniche. Na hata watu wenye mko hapo usipokaa ngangari kwa industry unaweza fanya nini? Una upgrade. Kama wewe ni msusi unaangalia vitu zinakuja nini kwa sekta ya usu, utakaa tu pale, umekaa tu wewe unataka tu watu wakitaka tu wakuje nyumba. Basi wako ready. Abantu na wazikwa mundu abamarakomora go soda banywe kunizi chipsi ni baromba masahanda garagara. They feel what? You take their money slowly. They know you are taking their money, but you take what? Uko tu pale. Hii yangu ni. Don't be that. If you are doing any trade, you have to learn. No, unasikia nasema kwamba the mountains are gathering in, and the herbs of the mountain are gathered in. The tender grass show itself. Sasa tuache to live on hay. When the hay is removed, we have to stop surviving on the hay. Sababu unajua hay ile imekaushwa ikae tu pale yokoe wakati wa kianga. No, we have to get out of that and look for the tender. New ideas in the areas of business.
New ideas are the place of. Ukikaa pale mwalimu kwa shule, angalia, go smart. Ongea na teacher useme hao watoto wanaweza wasupply nini hapa. Unachukua biashara pale. Ukitoka jioni, watu wakingojea pesa ya TSC, wewe uko na kitambo ya sukuma na nini? Na kanyama kwa nini? Mfuko. I'm saying we have to stop surviving on hay. Bwana asifiwe sana. Praise the living God. Hallelujah. May the Lord bless us today in the name of Jesus. Have you been blessed? Have you gotten all the wisdom of this morning? So may we go and live with that wisdom. The Bible says in Proverbs chapter number 4, I think chapter number 5, it said the wisdom in the street. Hekima iko kwa nini inaita, but hakuna mtu ambaye anaikimbilia. Wisdom is powerful than a strong man in the city. Are we together? So ile tulimewapatia asubuhi ya leo, it is wisdom. Take care of your flock. Kama kuna kazi unafanya, fanya hapo kazi na bidii. Kashikilie. Ombea mdosi huyo ambao amekuandika kazi. Wacha kulaani mdosi. Ikolaza nina bife. Ninifa no igaso kanene ifa. Nani pale wewe? Ninifa gaso record. Mungu asante kwa sababu ya huyu mdosi umenipatia. Fungua milango za kazi yake. Vile mnalaani wadosi, mnalaani alafu kazi inafanya nini? Alafu nakuja kusema Reverend ndio miki mwisare kiboro chako right. Kiboro cha fedha, you are the one that you stopped. You didn't take care of your company. May we go and become wise in our societies in the name of Jesus. Let's stand up on our feet in Jesus' name.